Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu popote pale ulipo. Mbele yako ni rafiki yako mtumishi wa Mungu na mhubiri wa neno la Mungu Edwin Urio. Leo Roho Mtakatifu ana habari njema kwa ajili yetu. Ningependa tujifunze kwa habari ya neema iliyo ndani ya mtu ama neema iliyo ndani yako. Unayenisikia mahali popote, nini maana ya neema? Neema ni wema ama ni upendo wa Mungu, ni wema wa Mungu unaopewa bila upendeleo wote. Ni kweli ili neno neema linaweza kuwa na tafasiri mbalimbali, lakini kwa ufupi kwangu naweza kukuambia neema ya Mungu ni upendo wa Mungu tu. Ni upendeleo wa Mungu tu, mtu anaopewa bila masharti yoyote. Sasa nataka ufahamu, kila mwanadamu unayemwona duniani alizaliwa ama alikuja duniani au aliletwa duniani kwa makusudi ya Mungu. Na baada ya Mungu kukuita kwa kusudi lake, atakupa na neema. Atakupa na neema. Ili hilo kusudi lake lifanye kazi kwenye maisha yako, unahitaji na neema yake. Bila neema ya Mungu kwako, hata kama utafanya maombi kwa namna gani, hilo kusudi la Mungu kwenye maisha yako haliwezi kufanikiwa. Kusudi lipo, ila unahitaji na neema ya Mungu. Nikupe mfano, ni kama gari imekamilishwa kila kitu. Makusudi ya gari hilo ni ya kubebea abiria ama ya kubeba mizigo, lakini hilo gari lazima liwe na mafuta. Naweza kusema neema ni kama mafuta ya kusaidia, ya kulikamilisha hilo kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kwako neema ni jambo kubwa sana. Na usisahau, nimekuwa naongea mara nyingi kwamba Mungu anawapa neema wanyenyekevu. Usisahau, unaweza kuwa na maombi mengi sana, mbona Mungu anipe neema yake, Mungu naomba unipe neema, lakini neema ya Mungu huwa inakaa kwa wanyenyekevu. Mungu huwapinga wajikuzao, huwapinga wajivunao, bali huwapa neema wale wanyenyekevu. Kwa hiyo hili neno neema yake, Mungu anaangalia unyenyekevu kwanza. Unyenyekevu ndio unaotangulia ili akupe neema. Usisahau, kila mtu amezaliwa ama ameletwa duniani kwa makusudi yake. Kusudi ni la Mungu. Hebu nikupe, unajua tena wanatheolojia lazima wakupe maandiko. Hebu nikusomee kitabu cha Waefeso, waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso, sura ile ya 1 na mstari wa 11. Imeandikwa hivi: na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawa sawa na kusudi lake, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Tunagundua kabla hujazaliwa lilitangulia kusudi. Mungu alikuwa na kusudi kwanza. Mungu alikuwa na kusudi lake, alafu ndio akakuchagua. Ukishachaguliwa sawa sawa na kusudi lake, sasa Mungu anakupa neema. Mungu anakupa neema ili uweze kukamilisha. Ili hilo kusudi lifanikiwe, linahitaji neema ya Mungu. Na leo na kuona mtu mahali umekata tamaa sana, umekataliwa, unaumwa, hauna tumaini tena. Ninayo habari njema mbele yako leo kwamba iko neema ya Mungu. Ulizaliwa kwa kusudi la Mungu. Hayo magumu unayopitia hayawezi kulizuia ama hayawezi kuliondoa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Unachokihitaji ni neema yake, na nitakuombea neema ya Mungu leo ili mambo yako yaanze kwenda vizuri. Unahitaji neema ya Mungu. Kuna mtu umekwama mahali, kuna mtu umeshindwa, kuna mtu unamuona umefanya maombi sana, lakini bado ndoa yako inakusumbua. Kuna huo ugonjwa unakusumbua sana, unapita kwenye madeni, unapita kwenye dhiki. Kila kitu unachokifanya hakiendi vizuri. Kila unapogusa, hata wale uliowategemea, hata wale uliodhani kwamba watakusaidia, hata pia nao pia wamekuacha. Unahitaji kitu kingine rafiki yangu, unahitaji neema ya Mungu. Na mimi nitamsihi Roho Mtakatifu aiongeze neema yake kwenye maisha yako.
na hakika yake kila kitu kitaanza kwenda sawa sawa. Sasa hebu angalia, ukisoma Injili ya Luka mtakatifu ile sura ya kwanza na ule mstari wa 30 utaona kitu cha ajabu sana. Malaika akamwambia, usiogope Bikira Maria, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tunajifunza hata Bikira Maria kilichomsababisha akampata ama akamzaa Yesu ilikuwa ni neema. Biblia inasema katika ule mji walikuwa mabikira wengi, lakini malaika wa Bwana alitumwa kwa Bikira Maria. Kitu gani kilimfanya Bikira Maria akamzaa Yesu? Maneno yanaweza kuwa mengi sana, tafasiri zinaweza kuwa nyingi sana, maelezo yanaweza kuwa mengi sana, ila mimi nataka nikuambie kwa ufupi tu, Bikira Maria alipata neema kwa Mungu. Alipata neema kwa Mungu. Ni neema ya Mungu tu ilimfanya akawa mama aliyemzaa mwana wa Mungu. Narudia tena, hakuna mahali inaambiwa alikuwa ni mtaua, alikuwa ni nini, ni neema tu. Na unaona wenzetu, watu wa rohoni, wanaelewa nini maana ya neema. Ndiyo maana utaona wakati Bikira Maria ameambiwa kwamba umepata neema kwa Mungu, Biblia inasema kitabu kile cha Mathayo, Bikira Maria alishangaa, hii ni salamu ya namna gani? Alishangaa, ni salamu gani hii? Yaani kwa namna ya kiroho kuambiwa umepata neema kwa Mungu tayari ni muujiza. Kwa hiyo nini nikusaidie? Unapotamkiwa neno neema mahali popote utakapokuwepo, ichukulie kama kitu cha muujiza kwenye maisha yako. Ndio maana wakati Bikira Maria ametamkiwa umepata neema, alistaajabu, akashangaa. Maandiko anasema, akasema, neema ya namna gani hii? Ni salamu ya namna gani hii? Kisa ametamkiwa tu umepata neema kwa Mungu. Watu wa rohoni wanajua nini maana ya neema, kupata neema. Usilichukulie kama jambo jepesi. Neno neema kwa Mungu sio jambo jepesi, na ndiyo maana ukisoma kitabu cha Kutoka utagundua Musa alivyofanya, utagundua Musa alichokifanya, utagundua Musa alichokifanya. Musa alisema, ikiwa nimepata neema machoni pako, na akasema, nitajuaje kama nimepata neema machoni pako? Nitajuaje kama nimepata neema machoni pako? Neema hiyo ikanitofautishe na watu wote katika juu ya nchi. Musa alihitaji neema tu, akasema, nitajuaje kama nimepata neema machoni pako? Musa akasema, sintaondoka hapa kama hutaenda pamoja na sisi. Mungu akamwambia, uso wangu utakwenda pamoja nawe. Baadaye Musa anamwambia, nitajuaje kama nimepata neema machoni pako? Tunagundua neema ni sawa na kutembea na uso wa Mungu. Ile kutamkiwa neema maana yake ni uso wa Mungu unaenda pamoja na wewe. Sio jambo jepesi. Kilichompeleka Musa, kilichomtofautisha Musa na makabila mengine kwenye njia yake ilikuwa ni neema ya Mungu. Anaambia Mungu, nitajuaje kama nimepata neema machoni pako, ili nitofautishwe na watu wengine juu ya uso wa nchi. Leo nitakuombea neema ya Mungu itakayo kutofautisha na hao watu wote wanaofanya vita na wewe. Unahitaji neema ya Mungu itakayo kutofautisha na watu wengine. Lakini maandiko yanasema, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 na mstari wa 9, Biblia inasema Mungu akasikia hasira, akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu. Lakini maandiko yanasema Mungu akasema, nitafutilia kila kitu ambacho nimekiumba duniani, nitapiga gharika. Lakini ile Mwanzo 6 mstari wa 8 inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kilichomuokoa Nuhu ni neema, ni neema ya Mungu iliyomuokoa. Nitakuombea neema ya Mungu ambayo itakuokoa hata kama wengine wanaangamizwa, ila wewe hautaangamizwa. Sikiliza, kile ambacho kinaangamiza watu wa familia yenu, wewe hakitakuangamiza. Hebu kwanza, Mungu ametaka kuipiga dunia yote kwa gharika, lakini Nuhu akapata neema. Wamekufa watu wengine wote,
alikuwa na wajomba, alikuwa na mashangazi, alikuwa na wadogo zake, alikuwa na baba wadogo, alikuwa na marafiki, alikuwa na mashemeji, alikuwa na wakwe, wote walikufa, lakini Nuhu akapata neema. Kitendo cha kupata neema ya Mungu Nuhu kikamfanya akawa hai. Nitakuombea utapata hiyo neema katikati ya ajali, katikati ya gharika, katikati ya magonjwa, hata kama kuna hatari kubwa kazini kwako, neema ya Mungu itakuokoa. Wengine wakiwa wanaangamia, nitakuombea ile neema ambayo Mungu alimpa Nuhu itakupata nawe mahali ulipo, na hakika yake utaokolewa na utakuwa salama. Here we go.